Ni uchungu, uchungu usio na jina, uchungu unaochoma si ngozi tu, mbali roho. Ni kilio kilichosikika, lakini kinaangamiza ndani kwa ndani. Mary Claire, dada mwimbaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato SDA, mwanamke wa imani, tumaini na ndoto. Alikuwa na maisha yaliyonyooka mbele yake, pengine ndoto za ndoa, familia na kesho iliyojaa nuru. Lakini kwa sekunde chache tu kila kitu kikabadilika. Alimwagiwa tindikali. Moto ule haukuunguza mwili pekee, uliunguza ndoto, tabasamu na amani yake. Inadaiwa kuwa shambulio hilo lilipangwa na yule aliyemwamini zaidi, mchumba wake, yule aliyepaswa kuwa mahali pa usalama wake, akageuka kuwa chanzo cha maumivu yake makubwa. Leo Mary Claire amelala hospitalini, mwili umefungwa badenji, lakini hakuna badenji inayoweza kufunga majeraha ya moyo. Kila pumzi ni maumivu, kila kumbukumbu ni kilio. Alipomtembelea hospitalini, aliyewahi kuwa gavana wa Nairobi, Mheshimiwa Mike Sonko alifika kumtia moyo, lakini alichokiona pale kilizidi hata hadithi ya Mary Claire. Kulikuwa na wanawake wengine, mmoja amevunjwa mkono na mumewe, mwingine uso wake umejaa makovu ya kupigwa, mwingine analia kimya akificha mateso ya muda mrefu. Hapo ndipo ukweli mchungu ulipojitokeza. Hii si hadithi ya mtu mmoja, huu ni ugonjwa wa jamii. Ukatili wa kijinsia umejificha ndani ya nyumba zetu, ndani ya mahusiano tunayoyaita mapenzi, ndani ya ndoa tunazoziheshimu kwa nje, lakini ndani kuna maumivu. Ni lazima tukatae, ni lazima tusimame, kwa sababu mapenzi ya kweli hayaumizi, hayachomi, hayavunji, hayanyanyui mkono, hayamwagi tindikali. Hakuna hasira, hakuna wivu, hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha kumharibu mwanadamu mwingine kwa kiwango hiki. Leo ni Mary Claire, kesho anaweza kuwa dada yako, rafiki yako, ama hata wewe mwenyewe. Tusinyamaze tena. Jamii ichukue hatua, sheria zisimame imara, wanaume wajifunze kuwa walinzi, si waharibifu, na wanawake wajue hawako peke yao. Kwa Mary Claire na kwa kila mwanamke anayeteseka kimya kimya, tunainua sauti zetu leo. Hii inatosha. Kataa ukatili wa kijinsia, linda maisha, heshimu utu, kwa sababu hakuna mwanamke anayestahili kuishi kwa hofu, na hakuna upendo unaopaswa kuacha makovu ya milele.